Heshima za kipekee ziende kwa ambao umesha subscribe kwenye channel yetu ya YouTube. Tunafahamika kama Amipro TV. Leo hii kwenye Amipro Show tuko pamoja na mgeni wetu, na hisi mwingine ni Fabrice Agola. Ila kabla hatujaanza kuzungumza naye, tungependa kuzungumza kitu kimoja. Kupitia Amipro Show kwenye ndege kuna madereva wawili, mmoja kila wali, mwingine lazima ale nyama. Ile mradi tu chakula kimoja kipikiwa msumu, ni lazima mjomba mmoja pepe, ile mradi pipa liende. Vipi big brother? Safi sana. Upo fresh? Ndio niko sana, mshukuru Mungu. Umependeza sana. Huaga mimi naanziaga chini. Bei ya kiatu chako ni bei gani? 45. Ikizidi pesa gani huwezi kununua? Kama 100,000. Uko mwandishi mzuri. Jana nimepata fursa kutembea kwenye mtandao, kwenye channel yako ya YouTube. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo nilikuwa nikizicheza nikiwa nyumbani. Kuna wimbo unaofahamika ni wewe, kwa sababu ni wimbo ambao una trend sana. Hata jana kwenye radio nilikuwa nikiusikiliza. Wewe unazungumziaje? Je, kwanza msafara wako wa muziki ulianza lini? Mimi msafara wangu wa kuimba kabisa nimeuanza mwaka 2019. Ndio nimeanza kutoa ngoma yangu ya kwanza. Wewe ni mwana gospel, kwa sababu hapa wanaoimba ni wanao trend sana kwenye mitandao ni wapo kwenye category sio ya kigospel. Je, auhisi kama na utezo kafeli uwe kama hawa kina Fabrice? Kwa sababu kuna baadhi ya wasanii wengi wanaanzia kanisani wakiimba gospel, baada ya hapo sauti kika fresh wanatoka. Je, na wao kwa miongoni yao? Hapana kabisa. Nawazia kama jinsi Mungu aliniwezesha nikaanzia gospel, na sasa kama tumaliza pia na kitamalizia kama gospel vile vile. Sitaenda popote, maana yake Mungu atanisaidia, najua tu itakuwa sawa. Hata nikikaa sawa nitajua tu Mungu ndo amependa kuniinua, na nitaendelea vile vile tunaimba gospel kama kawaida. Mpaka sasa Fabrice, una nyimbo ngapi na una clip video ngapi? Kwa sasa nina wimbo 3, lakini video ni moja. Lakini kama siku za usoni hivyo nitaweza kuachilia nyingine video, Mungu akinisaidia. Vizuri sana. Kuna wimbo niliona, huyo wimbo unaosema ambao una video, mbona kama vile views zingali chini na wimbo na kwenye mtandao wa YouTube una baadhi ya siku nyingi, unahisi wewe unafelia wapi? Kama tu kimachache, sikupataga muda wa kusambaza kama vya kutosha, ndio maana labda una views ndogo. Lakini nawazia ilikuwa tu kutokujua, lakini nawazia hivi, unajua gisi mtu anaendelea naishi duniani, ndio sasa naenda nafunguka macho hivi. Nawazia kama macho hivi ni sawa, nishafunguka macho, maana ngoma ikitoka ni kupiganisha, niangalie si ya kufanyia promotion, kusema niangalie kama views zitapanda kidogo. Umesema unasema music unamaliza siku nyingi, na wewe wimbo umeweka kwenye account yako ya YouTube. Unasema kwamba ulikuwa umesinzia kidogo. Sasa kwa nini uliamua kuweka ule muziki wakati unajua umesinzia kidogo na hauna muda wa kufanyia promo ipaswavyo? Nimeweka tu, lakini kujua nilikuwa sijajua YouTube nini, si ya kusambaza ngoma ni aje. Lakini ndo maana hivi nimetambua, ndo maana nakwambia hivi vitu vitakuwa sawa. Je, wewe uko chini ya under management? Management gani? Rehoboth Trust Bdi. Ngozwa na King Daniel. Wao ndo wanaoga nashughulikia mambo ya clip video ama audio? Kila kitu wao ndo wanahusika. Sasa kwa nini usiwajongelee na kuelezea jinsi wa kukupangia promo ipashwavyo? Ndo wao wamenishauri, yani manager wangu ndo amenishauri, akanambia lazima tufanye hivi kusema tuwe tunapata views kidogo. Unasikia? Yeye ndo maana yake alinifungua macho, kawaida mimi nilikuwa sijafunguka macho. Yani nyinyi mnatia ili mpate views kidogo, sio nyingi kama wengine? Hapana, unajua mtu anapangiliaga, lakini yenye Mungu anataka ndo, yani mapenzi sisi tunasema tu mapenzi ya Mungu yatimiki. Lakini pamoja na ni ile maana yake ni kufanya kazi na maombi, lakini sio kukalia tu maombi. Pamoja na kazi tunajua tu vitu vitakuwa sawa siku zote. Ama una ukaribu sana na mitandao ya kijamii? Niko najaribu kuisogelea kwa sasa. Hivi nikuulize swali moja. Hakuna shida. Leo hii asubuhi ingetangazwa
mida saa 6 ya usiku Instagram inafungwa. Posti yako ya mwisho ingekuwa ni posti gani? Naelekea nini? Ya posti yangu kawaida ingekuwa tu yoyote ambayo ningejifikiria tu kuposti. Kwa muda huyu maana yake ningekuwa sijapangilia, lakini nikisikia tu ina Instagram inafungwa saa 6 ya usiku, maana yake kwa hiyo muda ndaweza nikajua jinsi ya kufanya, lakini kwa sasa jo sijapangilia na sijasikia maneno, sijajua cha kufanya. Vizuri sana. Sasa ili mradi ukae chini na management ili mzungumze jinsi ya kukutoa vizuri ipaswavyo. Kwanza music yako unaitolea katika studio gani? Kwa sababu mimi najua wengine wao bado wanalala hawajui. Vipi? Music yangu kawaida naitolea kwenye studio ya manager, maana yake kuna na studio hata manager wangu, maana yake ndo pale ambapo natolea music zangu. Inaitwaje? Inaitwa Gira studio. Vizuri sana. Ninyi wote ambao mko mnatufuatilia tunashukuru sana, na pia usisahau kushare kwenye channel yetu ya YouTube tunafahamika kama Amipro Show kupitia Amipro TV +257. Ni hayo tu.